Hapo zamani za karibuni, katika kijiji kidogo cha mwambao, aliishi kijana aitwaye Lugano. Alikuwa na miaka 24, mwenye nguvu, mwenye akili, lakini pia mwenye tamaa iliyomzidi uzito wa mabega yake. Tangu utoto wake, Lugano alikulia kwenye familia maskini sana. Wazazi wake walikufa akiwa bado mdogo, wakamwacha yeye na shangazi yake, Mama Zena, ambaye alifanya kila juhudi kumlea kwa upole na maadili mema. Hata hivyo, pamoja na malezi mazuri, Lugano hakuridhika na hali ya umaskini uliowazunguka. Kila siku alipoamka, aliona vijana wenzake wakipita na pikipiki mpya, wengine wakijenga nyumba za kisasa, na wengine wakiwa na biashara zilizostawi. Lugano aliwaza, ni lini nami nitafika hapo? Kwa nini maisha yangu yananisukuma katika mzunguko huu wa shida? Mawazo hayo yakawa kama sumu taratibu, yakichoma uvumilivu wake. Siku moja, alipokuwa sokoni akiuza mizoga ya samaki aliyovua usiku, alimsikia kundi la vijana wakimnong'onezea hadithi ya mtu fulani anaitwa Mzee Chengula, mganga mwenye nguvu anayejulikana kwa kuwafungua watu kimaisha. Walisema kwamba wale wote waliokwisha kumtembelea walirudi wakiwa na utajiri wa haraka, baadhi mwanafunzi kuwa na gari, wengine mfanyabiashara kuwa na fedha zisizoisha mifukoni. Maneno hayo yalimwasha moto uliokuwa ukifukuta moyoni mwa Lugano. Alirudi nyumbani akitetemeka kwa msisimko na woga. Alipowasiliana na Mama Zena kuhusu alichosikia, shangazi yake alimkataza vikali. Lugano mwanangu, mali inayopatikana kwa njia za giza huwa na gharama zake. Usikimbilie utajiri wa haraka. Subira ndiyo nguzo ya mafanikio. Lakini Lugano alikuwa tayari ameshikiliwa na tamaa. Akapanga safari ya kwenda kumtafuta Mzee Chengula bila kumwambia yoyote. Alifika kijiji cha mbali kilichozungukwa na misitu minene. Jua lilikuwa limezama na hewa ya usiku ilibeba harufu ya unyevunyevu na vuguvugu la moshi kutoka nyumba ya mganga. Alipogonga mlango, mtetemo ulipita mwilini mwake. Mlango ukafunguka polepole, na hapo akamwona mzee mrefu mwenye macho makubwa yaliyomwangalia kana kwamba yaliona ndani ya nafsi yake. Karibu kijana, nilijua unakuja, mzee aliongea kwa sauti nzito. Lugano alisita, lakini akaingia. Ndani kulikuwa na vibuyu, magome ya miti na moshi mweupe uliokuwa ukizunguka kama ukichora duara hewani. Nataka kuwa tajiri, Lugano alitamka kwa ujasiri wa kujifanya. Mzee Chengula alicheka kwa sauti ya chini. Utajiri ni rahisi, lakini dunia haitoi kitu bila kuchukua kingine. Je, uko tayari? Lugano hakufikiria kwa kina, tamaa ilimziba macho. Niko tayari kwa lolote. Mganga kamkabidhi choba ndogo iliyojaa maji meusi na kumwambia aiweke chini ya kitanda kwa siku 7 bila kuifungua. Pia alimwambia kwamba katika muda huu wa siku 7 asiongee na mtu yoyote kuhusu safari yake wala asile nyama nyekundu. Ukienda kinyume, mganga alionya, utalipa gharama ambayo hutoweza kuibeba. Siku ya kwanza ilipita bila tukio lolote. Siku ya pili alianza kuona ndoto za ajabu. Nyoka wakubwa, watu wasio na nyuso, na sauti zikimuita kwa jina. Alipoamka asubuhi ya siku ya 3, aliona fedha chini ya godalo lake, noti mpya kabisa. Alifurahi mno, akaamini mambo yanaenda vizuri. Siku ya 4, fedha zikaongezeka na akaanza kupanga maisha yake mapya, kununua pikipiki, kujenga nyumba mpya kwa Mama Zena na kufungua biashara ya uvuvi wa kisasa. Lakini usiku wa 5 alisikia sauti ikimnong'onezea, kumbuka ahadi. Akatetemeka, hakuelewa. Usiku wa 6 alipoingia chumbani, aliona kivili kikubwa kimesimama pembeni ya kitanda. Kivili hakikuwa na sura, lakini kilimwangalia. Wakati wa malipo unakaribia, kilisema kwa sauti isiyo ya kibinadamu. Lugano alianza kutishwa, lakini bado alitaka kuona mwisho wa siku 7. Siku ya 7 ilipofika, usiku ulionekana mrefu kuliko wote. Mvua ilinyesha kwa nguvu, radi zikapiga kana kwamba anga lilikuwa limekasirika. Lugano hakuweza kulala. Usiku wa manane, choba chini ya kitanda ikaanza kutikisika yenyewe.
Moshi mweusi ukaanza kutoka kwenye mahitamu ya sakafu ukizunguka chumba kama wingu la kifo. Itafungua njia ya utajiri usio na mwisho, sauti ikasema. Lakini ghafla, kelele kubwa ikasikika nje. Mlango ukaanguka chini na Mama Zena akaingia akilia, akiongozwa na mmojawapo wa jirani aliyekuwa akimtafuta Lugano kwa siku kadhaa. Alipoingia tu, moshi ulitoweke kana kwamba uliogopa uwepo wake. Lugano akabaki akitetemeka, macho yamevimba kwa woga, na choba ikawa imevunjika vipande.